kuliko yote uyalindayo, sehemu ya 6. Tunarejea katika neno letu la msingi, kitabu cha Mithali sura ya 4 aya 23, na neno linasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemchemi za uzima. Swala la kulinda moyo ni swala la mtu binafsi, na neema ya Mungu, jana tumeangalia mfululizo wa 5, namna ya kumpa Mungu moyo wako, na Mungu akitaka tuwe na njia moja na moyo mmoja, ili tumche siku zote na kuenenda katika amri zake kwa mema yetu, ya watoto na baada yetu. Lakini pia kasema kwenye Kumbukumbu la Torati sura ya 5 aya 26, laiti wangalikuwa na moyo wa namna hii ndani yao, wa kunicha siku zote na kuenenda katika amri zangu, ili wapate kufanikiwa wao na watoto wao hata milele. Sio kututesa. Tukiwa na moyo mmoja na kulinda moyo ni kwa faida yetu. Leo siku ya 6 tunaangalia tohara ya moyo. Tohara ya moyo. Mioyo yetu inahitaji itahiriwe, kama tunavyopelekwa vijana watoto kwenda kuwatahiri. The same way, kwa namna hiyo hiyo mioyo yetu kwa jinsi ya rohoni inahitaji hiyo tohara. Na tohara ya moyoni ni kuondoa ugumu wa moyo ama moyo wa jiwe. Ameandika sana nabii Ezekieli sura ya 11 aya 19 na Ezekieli sura ya 36 aya ya 26, akisema, nitawapa moyo wa nyama, nami nitaondoa moyo wa jiwe uliomo ndani yao. Kwa nini tuna kichwa hiki cha habari cha tohara ya moyo? Manake lazima mioyo yetu itahiriwe. Kutahiriwa ni kuondoa, wanaondoa vile ambavyo sio sahihi. Ni kama kusafisha. The way inavyofanyika tohara kwa mtoto, the same way katika roho lazima tufanyiwe tohara kwa tohara ya Kristo. Mioyo yetu lazima isafishwe. Mioyo yetu lazima ibadilishwe, hasa ile mioyo migumu. Tutakuwa na neno letu la msingi, linatoka kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 10 aya ya 16, na neno linasema, basi zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Watu wengi unfortunately tumetembea na shingo ngumu, tumetembea na mioyo migumu. Kuna hiyo sehemu, lazima hicho kipande cha kansa ambacho kinakamata mioyo ya watu kiondolewe. Ndiyo maana kwenye Kumbukumbu la Torati nasema, basi zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Kama moyo haujatahiriwa, tafsiri yake tuna shingo ngumu. Kuna vitu lazima vifanyiwe upasuaji na viondolewe. Ndio hiyo, zitahirini govi za mioyo yenu. Kwa maneno mengine ni kufanyiwa operation ya moyo. Kuna vitu lazima viondolewe kwako, na kama hivi vitu vikiwa ndani yako vinatuharibu. Tutaangalia watu wachache sana ambao walikuwa na vitu hivyo. Mathalan, kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12
aya ya 16 na ya 17. Kuna neno la ajabu sana ambalo mwandishi anaeleza hapa. Anasema, asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa chakula kimoja tu. Asiwepo mwasherati wala asiyemcha Mungu kama Esau, aliyeuza urithi wake wa mzaliwa wa kwanza kwa chakula kimoja tu. Ni nini alichokifanya Esau? Ndani ya moyo wake aliuza, ni moyo mgumu, na akasema, kwa nini ninakufa njaa? Kwa nini ninakufa njaa? Kwa sababu ya hii haki. Ndani ya moyo wake, kwenye mawazo, akafanya maamuzi ya kuuza hiyo nafasi. Esau alikuwa na moyo mbaya, alikuwa na moyo mbovu, moyo mbaya, moyo mgumu. Kuna mtu mwingine anaitwa Anania na Safira kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia aya ya 1. Ikitokea shetani amevamia moyo wako na akaweka huko vitu vyake, hatuwezi kuenenda na Mungu. Na kati ya watu waliofanya kosa hilo ni mtu anaitwa Anania na mke wake Safira. Ni nini walichokifanya? Waliingiza udanganyifu ndani yao, waliingiza uongo ndani yao. Ndio maana ya kulinda moyo wako, maanake kusipite udanganyifu, usipite hila. Tukumbuke yale tuliyoyazungumza mwanzoni kabisa tulivyoanza kuangalia moyo wa binadamu. Tuliangalia Marko sura ya 7 kuanzia aya 21 na 22. Moyoni hutoka mawazo mabaya, uasherati, uuaji, hila, ufisadi, uchoyo na vitu kama hivyo vinatoka kwenye moyo. Kuna watu ambao hawakulinda mioyo yao, na baadhi yao maandiko yamewaandika vizuri. Anania na mke wake Safira. Naomba tupasome Matendo ya Mitume sura ya 5 kuanzia aya ya 1. Neno linasema, lakini mtu mmoja jina lake Anania pamoja na mkewe Safira aliuza mali, akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua neno hilo, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Kuna vitu alivyozuia kwa siri. Najua baadhi yetu tunazuia kwa siri. Mathalani zaka. Kuna watu hawatoi sehemu ya 10, wanaweka kiasi fulani kwenye bahasha, wanakipeleka kanisani. It's okay, lakini deep in your heart, ndani kabisa ya moyo wako, unajua kuna kitu umezuia kwa siri. Ni aina ya hila, udanganyifu, uongo, ufisadi waliofanya Anania na Safira mke wake. Mstari wa 3 ni wajabu sana. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako na kumwambia uongo Roho Mtakatifu? Kwa nini shetani amekujaza moyo wako ukamwambia uongo Roho Mtakatifu? Kwa nini tunaangalia hiki kichwa cha habari? Tohara ya moyo. Tohara ya moyo ni ili tusiruhusu uongo, udanganyifu, hulka na tabia kama za Anania na Safira zitutawale leo. Nawezekana wengi tumetawaliwa. Kuna vitu vinafanyika moyoni vya siri, vya uongo, vya udanganyifu na vimejaa hila. Kuna namna ambavyo hawakulinda moyo wao na shetani akaingia.
alafu kuna namna akawabadilisha, wakaficha sehemu ya fedha ya shamba walilouza, na matokeo yake ndiyo hayo. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani ameujaza moyo wako ukamwambia uongo Roho Mtakatifu kwa kuzuia sehemu ya thamani ya kiwanja? Na kumbuka, Anania na mke wake walikufa kwa sababu hawakulinda mioyo yao kuliko yote. Hizi temptation zinakuja, vishawishi kuja sio sababu, lakini tatizo kubwa ni pale ambapo tunapoviruhusu vitawale mioyo yetu. Anania na Safira mke wake waliingia kwenye ukengeufu huo, wakazuia, wakadanganya. Watu wengi leo kwa sababu ya kuto kutahiri mioyo. Kumbuka tumesoma Kumbukumbu la Torati sura ya 10 aya ya 16 ikisema, basi zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Shingo ngumu hawasikii. Hata kama Mungu akawaambiaje, hata wakihubiriwa hawasikii. Kuna hao watu, hata waletewe nani, hawasikii. Msifanye shingo zenu kuwa ngumu, ni kwa sababu mioyo yao haikufanyiwa upasuaji, haikutahiriwa. Kikubwa ni moyo wako. Je, moyo wako una nini? Ni mgumu, unakaa na simu masaa yote, na sio mfanya biashara, sio M-Pesa, sio makontena ya bandarini. Watoto nao wamejaa kwenye katuni, jioni ni kwenye television masaa yote. Watoto makatuni, movie, mpira masaa yote. Umekaa kwenye hiyo tamthilia, ndio hiyo YouTube. Ukiingia huko, akili yako imejazwa na hayo. Ikifika kwenye kulinda moyo, uweze kulinda. Hata ikifika usiku ukiota, unaota hayo mamuvi na hayo mamipira unayoangalia masaa yote. Sikusema kuangalia mpira ni vibaya, ila tatizo ni kwa sababu hatukulinda moyo, na Mungu abakie na nafasi yake. Nini kimeshika moyo wako? Unatakiwa utahiriwe kwenye nini? Ni vitu gani unavyo? Ukiingia kwenye simu ni kuchati masaa yote, Instagram, WhatsApp, vichoko unavyoangalia, TikTok zisizokuwa na kichwa wala miguu, na zimeujaza moyo wako. Je, ndivyo vitu adui anajaza moyo wako? Je, ni mawazo mabaya, moyo wazao mabaya ambayo ni chukizo? Ni vitu gani vinajazwa ndani yako? Ndio maana maandiko yakasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Ndani yako kunatoka nini? Yakitoka yale mabaya, ni kwa sababu hatukulinda. Moyo wako umetahiriwa vizuri kiasi kwamba unabakia na Mungu, kwamba si fedha, si vitu, sio kitu chochote kinachoweza kubeba moyo wako. Wengi tunasema tunamtumikia Mungu, lakini tunatawaliwa na fedha na mali. Yamekuwa makubwa kiasi kwamba hata wengine wakipewa transfer wanagoma, hawataki. Ni watumishi wa Mungu makanisani, wakipewa transfer hawataki. Kwa nini? Moyo wako umemshikwa na mjini. Kwa nini? Pengine kwa sababu kuna sadaka ama kuna vitu. Utafakari sana moyo wako. Kuna mahali fulani, shirika, watu wamehamishwa, wamekataa, wamegoma. Kila mtu ana sababu yake. Ana sababu yake kwa nini hataki. Ni kwa sababu ya Mungu. Wengine hata wakipewa watu wakae nao kwenye huduma, kwenye kazi, mission, wanagoma. Kwa nini? Maslahi. Kuna vitu wanavyolenga. Moyo wako umeshikwa na nini? Haijalishi ninafanya nini, kama moyo wangu haujatahiriwa, ninabaki
kule kwa Anania na Safira. Shetani akipiga moyo wako, amepiga kila kitu. Mathalan, kwenye Injili ya Mathayo sura ya 16 aya ya 23, mnamkumbuka Yesu na Petro. Mstari wa 21 mpaka 23 umeeleza kitu cha ajabu. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya tatu kufufuka. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayatakupata. Mstari wa 23, akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu Shetani, u kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Hakumwambia Petro ameenda kuiba, hakumwambia Petro alienda kufanya mambo machafu, lakini alichomwambia huyawazi ya Mungu bali ya wanadamu. Wewe unawazaje? Yaani mwambia tu hilo halitakupata. Ndio maana lazima ulinde moyo wako kuliko yote yalindayo. Utaelewa kwa nini tunakwambia hivyo. Usipoulinda ni hatari. Ukivamiwa na adui utachanganyikiwa. Utafanya vitu hata kanisani sio vya kimungu, lakini unadhani ni vya kimungu. Ni rahisi kukamatwa na adui. Moyo wa mwanadamu. Zitahirini ngovi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Shingo ngumu haimsikii Mungu. Shingo ngumu ikihubiriwa mioyo migumu. Kwa miaka 40 nalichukizwa na watu hawa. Zaburi ya 95. Zaburi ya 95 aya 8. Msiwe na msifanye migumu mioyo yenu kama huko Meriba, kama siku za Masa jangwani. Mioyo ilikuwa migumu. Ndio maana hata leo linakuwepo kwako. Mioyo iliyotahiriwa, moyo ambao uko tayari kumfuata Mungu. Kuna watu wengi wamedondoka kwa sababu mioyo yao ilikuwa ni migumu kama jiwe. Moyo wako ukoje? Moyo wako umetahiriwa? Uliotahiriwa, Mungu akikwambia nenda, unakwenda, rudi, unarudi, fanya, unafanya. Ngovi ambazo hazijatahiriwa ni ngumu sana. Ni rahisi adui kuingia kwako kama kwa Anania na Safira. Hata kwa Yuda Shetani akaingia ndani yake baada ya kutoka mezani. Ni kitu alichoenda nacho kidogo kidogo Yuda, kidogo mpaka ikafika mahali akamuuza Yesu. Inawezekana leo Yesu amesalitiwa sana. Mojawapo ya eneo Yesu anaposalitiwa linatokana na mioyo ambayo haikulindwa. Tulimwekea viapo, nadhiri, maagano, hatukutimiza. Hata kwenye ndoa hazikutimizwa. Kwenye utumishi wa kumtumikia Mungu, wa kujitoa, hawakufanya. Kwa nini? Mioyo yao haikutahiriwa. Kama kuna chochote Mungu anakwambia fanya ukagoma, ni kwa sababu mioyo yetu haikutahiriwa. Moyo wako ukoje? Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Tunahitaji kutahiriwa mioyo yetu. Basi zitahirini ngovi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu. Kama haikutahiriwa, una shingo ngumu. Utafakari moyo wako ukoje. Umetahiriwa?
Kama umetahiriwa, matokeo yake unaingia kwenye moyo uliovunjika na kupondeka. Moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hutaudharau. Tafakari sana na chukua hatua. Tumsifu Yesu Kristo.